bado mko kwenye mgomo. Mgomo ulianza Julai tarehe 29. Jana wakati nilikuwa nikifanya research yangu, nikaangalia nikaona July 29th, nikajiambia what is happening in our hospitals? Hospitali zikoje? Hata sisi ni afadhali. Niweza kutajia maeneo ambao mgomo wa madaktari umekuwa zaidi ya miezi mitatu. Mahali kama Isiolo madaktari wamekuwa mgomo miezi mitatu. Hii kaunti haibanduki, haina haja. So unaweza kuona kutumia huo mfano madaktari. Wenzangu wauguzi wasifikire kwamba nimekuja kuzungumzia mambo ya madaktari. Lakini nataka kuonyesha tu vile wale ambao katika serikali za katuzi hawana haja kabisa na kushughulikia mambo ya wahudumu wa afya. Nitakuonyesha vile serikali ya taifa inavyofanya. Kenyatta National Hospital tulishiriki mgomo wa masaa 8. Okay. Na serikali ya kitaifa ilikuwa imeingilia. Waziri mwenyewe alikuwa amepika simu akaongea na mkurugenzi wa hospitali ya Kenyatta, akaongea na mwenyekiti wa SRC na kuambia siku iliyofuata tulikuwa tumesuluhisha mambo hayo na yamekwisha na watu wamerudi kazini. Tulizungumza katika vyombo vya habari kwamba tutafanya mgomo katika hospitali kuu ya Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Nimepigiwa simu na mkurugenzi wa hospitali hiyo. Amenieleza yale ambao anayatekeleza. Lakini bado nimemwambia, umenieleza ndio nimekubaliana na wewe, lakini shida haipo na wewe, iko na SRC. Kwa hivyo mimi tutafaandaa mkutano huko, mimi, wewe na wafanyakazi wangu. Ikiwa wale wauguzi watakubaliana na wewe, hakutakuwa na mgomo. Lakini kama hawatakubaliana na wewe, ujue kwamba kutakuwa na mgomo. Kwa hivyo serikali ya kitaifa ukiangalia wale wamepewa majukumu ya kushughulikia mambo ya migomo, wanajua kwamba mgomo kufanyika ni hasara kubwa kwa taifa hili. Lakini kwa serikali za katuzi kuna mchezo mkubwa ambao unaendelea. Ukiangalia huu mkataba ambao tuliweka mwaka 2017. Yes. Hospitali ya rufaa ya Moi peke yake na ya kitaifa imeutekeleza. Ndio unaona migomo katika hospitali ya rufaa ya Moi haiko mingi, hakuna hata, kwa sababu kitu kubwa ambacho tulikuwa tunataka ni heshima, kwamba serikali ikifanya mkataba na Wakenya, hata sio wauguzi peke yake, huo mkataba utekelezwe, ndio tujue kwamba tuko na imani ndani ya serikali yetu. Hospitali ya Kenyatta ilikuwa imetekeleza kiwango fulani, lakini sasa hivi tunapozungumza SRC sasa imekubaliana na hawa na waziri bwana Eden Duale na mkurugenzi wa Kenyatta. Sasa tarehe 18 mwezi huu, wiki hii kesho tuna mkutano kule Kenyatta, tunaenda kukamilisha kutia sahihi, na wale wauguzi wa Kenyatta wataanza kuwa na kupata mishahara sawia na ule wa Moi Teaching and Referral Hospital. Pia serikali kuu ya kitaifa, Ministry of Health, wale ambao wamepaka katika wizara ya afya, pia hao tuko na mkutano ambao tunataka kwenda tuende mahali, tumeomba tuende mahali kwa wiki moja, kama ni Naivasha ama ni Mombasa, tukamilishe huo mkataba. Ndio naona hakuna mkomo katika hospitali ya Mathare. Hakuna Mathare bila state corporation, lakini pia iko na shida, na tumesema kwamba kwa sababu iko na bodi yake na wako na challenge ambao, kwa sababu mishahara yao bado iko katika Afya House. Kwa hivyo tunapozungumza mambo ya CBA Afya House, pia itakuwa inaenda pamoja na ile Mathare. Kwa hivyo tuna hakika in the next 1 week tutakuwa tunafanya mkutano nje ya Nairobi na wizara ya afya kukamilisha mkataba wa serikali kuu, na tukiona yale mapendekezo ambayo yanatoka katika serikali kuu, tunaona kwamba tunaenda kusikilizana. Okay. Hiyo ndio vile afya inaweza endelea. Na ukiwa na imani kwa serikali namna hiyo, mimi sitakuwa mwepesi wa kuitisha mgomo. Asante. Kuna kitu ambacho naomba sana unieleweshe vizuri. Ina maana kwamba kuna baadhi ya hospitali vitu tunavyozungumza ambazo zinatoa huduma kwa wateja ama ni wagonjwa. Alafu kuna zile ambazo hadi kufikia sasa hamjafanya mazungumzo yote na hamjaelewana, kwa hiyo wauguzi wa hospitali hizo hawakwendi kazini. Hospitali za kitaifa zote ningeweza kutangaza leo kwamba zinatoa huduma kwa Wakenya, ikiwemo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital kule Kisumu, kwa sababu hiyo imepata kiwango ya kuwa state corporation, haijamaliza miezi mitatu. Na tunapozungumza leo tayari tumeanza mikakati, tumefanya recognition agreement kule. Anytime kuanzia sasa tumewaitisha mkutano wa kwanza watupe vitu fulani kulingana na sheria, ndio sisi tuanze kuweka CBA, ndio tuzungumze ili wao pia wapate mishahara kama ya Kenyatta na Moi Referral na kwingine. Kuna Othaya National Teaching and Referral Hospital ambapo pia tumeandika barua, nataka mkutano. Na ile response ambayo tunapata kutoka wizara ya afya ikiongozwa na Eden Duale inafanya sisi tunakuwa wagumu kutoa mgomo katika
hospitali za kitaifa. Ina maana Aden Duale anaelewa. Anafanya kazi. Huyo ni waziri, mimi sijui mawaziri wengine, lakini tangu Ministry ya Health ikuwe kwa ukatuzi na waziri wawili wamefanya kazi katika idara hiyo. Kulikuwa na Cleopa Mailu alifanya kazi kabisa. Hatukuwa tunajua anafanya kazi mpaka wakati ule aliondoka. Wale waliokuja baada ya Mailu ndio tulichokuwa kumbe huyu mwananchi alikumbe wale jamaa wanafanya kazi. Unajua anasema unjui value ya kitu mpaka itoke. Mailu alifanya kazi. Kwa hivyo wale walifuata Mailu hawakufanya kazi. Sasa wakati Duale ameingia na akaanza kufanya kazi, ndio sisi tunamunga mkono na tutamsupport, because huyo kijana kwa ofisi yake Zinzore anakuja shida nini? Anakwambia hii nitasuluhisha, hii sitamuisha, hii ngoje. Na yeye amesema atasuluhisha, utatoka kwa hiyo ofisi na umepata jibu ambalo linakuridhisha. Maana kama ni ofisi atakana apike, sema atapika. Kama ni kitu ambacho atakana aende State House, atakwambia ni State House kesho unipigie baada ya siku 2 nitakupa jibu. Na hiyo itatekeleza. Akikwambia pika simu nikupe jibu baada ya siku 2, Aden Duale atakupa jibu baada ya siku 2. Naam, asante. Sasa turudi basi kwa hizo hospitali ambazo Wakenya wanataabika kwenda kupata huduma. Kisa wauguzi hawajapata kuelewana waende kazi. Matatizo ni yapi? Kwanza kabisa hospitali za kitaifa ama serikali ya kitaifa. Hawa wahudumu wa afya ambao wanaitwa universal health coverage. Yes. Wao tayari waliwekwa kwa permanent and pension. Okay. Na wakapewa mabarua zao. Hawa wa county government wakakataa. Wakasema wanataka budget yao ikuwa allocated. Okay. Wakati Aden Duale ameingia katika hiyo wizara, tukasukumana na yeye kwa hii budget ilipita. Bunge ikaweka 8.6 billion. Lakini wakaweka kama conditional grant. So wakaambiwa kwamba county wakasema hawataki conditional grant. Hii pesa iongezwe kwa budget. Ikaongezwa. Lakini sisi tunasema county government wameonyesha kwamba hawana haja na hawa wauguzi. Serikali ya kitaifa ina upungufu mkubwa wa uguzi. Kwa mfano Mathare inahitaji wauguzi kama 1500. Unajua iko na ngapi? 270. Okay. Na hawa nurses ambao wako kwa universal health coverage wako karibu 2700. Kenyatta peke yake inahitaji zaidi ya wauguzi 1000. Moja ya referral hospital inahitaji zaidi Kenyatta inahitaji zaidi ya 2000 nurses. Sababu kuna hata jengo mpya imepengwa hapa trauma center ambayo inahitaji wauguzi, wamechenga pediatric unit. Hizi zote zimeongeza capacity ya nurses. Yes. Wanataka zaidi ya 2000. Moja referral zaidi ya 1000. CHODRH wao na karibu 300 nurses. Wanahitaji karibu 3000. Unaona? Kwa hivyo wanahitaji zaidi 2000 na kitu. Ukiangalia KUTR kuna shortage. Odhai iko na shortage. Mathare nimekuambia tayari. Kwa hivyo spinal injury hapa iko na shortage. Kwa hiyo hawa nurses 2700 ni wachache sana. Na ndio tumeanza kusema kwamba tunataka kubadilisha wimbo sasa. Upi sasa? Tunataka wimbo ukue, tunataka hao wapewe barua na Wizara ya Afya na wapostiwe katika hospitali za kitaifa, kwa sababu serikali za county haziwahitaji. Watoke kwa hospitali za county waje kwa hospitali za kitaifa. Kwa sababu magavana wao hawataki. Ni ugumu gani kutoa barua kupatia hawa watu? Kwa maana mambo ya budget hufanywa kila mwaka. Na kama kuna shida ya budget, vile ulivyopikadia hiyo milioni 8.6 ikawekwa katika budget, sisi pia tuna uwezo wa kupikana katika budget inayokuja kuhakikisha pesa yao imewekwa kwenye budget. Lakini hawa hawataki. Kwa hivyo tunasema kwamba tunataka Wizara ya Afya ichukue wauguzi wote na waweke katika serikali za kitaifa. Wizara ya Afya imeonyesha interest ya kutaka kuabsorb hao wauguzi. Of course, waziri amesema kama hawa magavana hawawataki, yeye atawachukua kwa sababu kuna upungufu mkubwa wa nurses katika serikali za kitaifa. Unajua unashikisha waziri handball hapa. No, usimshikishe handball. Ameshasema maana kesho samahani kidogo, kesho kutwa tukiona tena watu wameenda kwa street watasema waziri alisema atatuchukua, hajatuchukua. Waziri alisema atatuchukua, hajatuchukua. Kwa bibi ndio unafanya kazi na waziri ni kuamiana na kwanza kitu muhimu kabisa. Ukiamini ule mtu ambao ameweka juu yako, hiyo ndio suluhisho la kwanza kwa matatizo. Na nimekuambia Aden ni mtu ambaye anasema na anatekeleza. Kwa hivyo mimi ninaamini na tumeanza kumuuliza kwamba vile ulisema utaweka hawa katika serikali kuu ya kitaifa na serikali za ukatuzi zimekataa, tunataka wapewe barua wafanye kazi katika serikali kuu, kwa sababu ukiangalia